tena kwenye mfumo wa FIS Lite, mfumo wa mauzo na manunuzi kutoka kampuni ya Febonic Limited, ambapo kwa siku ya leo nitakufundisha au nitakuelekeza namna ya kufanya marekebisho ya idadi ya bidhaa zako. Ulikuwa na bidhaa 10, 3 zimeharibika, zimebaki 7. Jinsi gani ya kurekebisha kwenye system ionekane kwamba kuna product ambazo zili expire, ziliharibika. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuweka jina la mtumiaji. Hatua ya pili ni kuweka neno la siri. Moja kwa moja nitakuja kwenye report, alafu nitakuja kwenye marekebisho ya hisa. Utaona mpaka sasa hivi tunayo moja, marekebisho ya hisa ambayo yalifanyika tarehe 17 mwezi wa kwanza. Lakini nataka kurekebisha tena, kuna product ambayo zimepotea au zimevunjika. Kwa nataka system iwe na rekodi hiyo. Nitachagua eneo ambao ni shop. Tarehe ya marekebisho ni leo. Maelezo yote hapa nitaandika bidhaa kuharibika. Nitachagua aina ya bidhaa ambayo imeharibika au nataka kurekebisha, ambapo mimi hapa nataka kupunguza. Zilikuwa nyingi, sasa hivi zimeharibika zote au zimevunjika, zimebaki 5, ambapo bei kwa kila kalamu ni shilingi 500. Kwa hiyo maelezo si lazima kuweka maelezo yote. Nikishaweka maelezo hapa ni sawa, au kama nataka kuweka pia kwa hapa pia naweza nikaweka. Kama kuna product nyingine tena nataka kuweka hapa, labda kuna bidhaa tena na yenyewe nataka kuirekebisha, stock yake haisomi sawa, naweza nikabonyeza hapa keki. Hii nataka kuongeza. System mwanzoni ilikuwa inasoma kidogo, sasa hivi nataka niziongeze. Keki ninazo 2000, ambapo kwa bei gani kwa kila keki ni 10,000. Kwa hiyo thamani ya keki ambazo ninazo itakuwa ni 200,000. Maelezo yote naweza nikasema new, au sio lazima kuweka, naweza nikaacha pia hivyo hivyo. Nikitaka kufuta, labda nimekosea, naweza nikafuta hapa ikabaki mstari mmoja. Kama marekebisho yangu yamefikia mwisho na ninahakikisha kila kitu kiko sawa, naweza nikaja hapa kwenye hifadhi marekebisho. Baada ya hapo, hii ndiyo rekodi nzima ambayo itakuwa inaonekana kwamba nilifanya marekebisho tarehe fulani, eneo fulani, kiasi kilichoongezeka ni 200,000, kiasi kilichopungua ni 25,000, ambao ni ya product ya pili. Product ya kwanza imeongezeka, ya pili imepungua. Kwa hiyo nikitaka kufuta nitafuta hapa. Nikitaka kuprint, nataka ni print niwe na records hizi, nitabonyeza hapa, itanipa rekodi hii. Kwa hapa kama nina printer yote naweza nikaprint. Kama nataka kutuma popote kwenye WhatsApp kwenye nini, naweza nikatuma. Kama nataka kutengeneza marekebisho mapya, hii tayari nishamalizana nayo, nataka kutengeneza mapya, nitabonyeza hapo, nitakuja kuendelea. Kama nataka kuona orodha nzima ya marekebisho ambayo nimefanya mpaka sasa hivi, nitakliki hapa kwenye orodha, then nitapata list nzima ya marekebisho ambayo nimefanya. Ikitokea nataka kuangalia ndani ya marekebisho yote, nitabonyeza hapo, itakuja kwa mfumo huu. Hii ambayo nimefanya sasa hivi ni hii hapa, ilikuwa product 2. Nikifungua takuta hivi, narudi nyuma hapo. Nikitaka kufuta nitachukua option hizi. Nikitaka kuangalia marekebisho ambayo nimefanya katika shop ni hii. Ikitokea baadaye na location zaidi ya moja au nina ofisi zaidi ya moja, nitakuwa na uwezo wa kuchagua hapa marekebisho yalifanyika eneo fulani kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani, alafu nitabonyeza chuja. Kwa hiyo ndiyo namna ya kuweka marekebisho kwenye mfumo huu wa FIS Lite. Asanteni.